Hii haikuanza tu ghafla, ilikuwa imeanza muda sana. Sema tulikuwa tushare wala tuposti kwenye mitandao ya kijamii. Tukajikuta tumeanza kusuka, tumeanza kuimba, tumeanza kuingia uweponi na wateja waliokuepo muda huo walifurahia kile kitu. Na sisi mara nyingi huwa tunatumia kuimba tenzi. Sisi tunaimba tenzi sana. Yani tenzi zina kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kabla ya kuanza hiyo ibada ya kusifu na kuabudu, huwa tunatembea kwa wateja wote, tunawauliza uko comfortable na tunachokifanya. Wengi Waislamu wanakubali, nisiwe muongo, ni Waislamu lakini anakuambia mimi niko comfortable na napenda. Watanzania wenzangu nawashukuru, ila Wakenya ni wananisupport. Hata tukiwa tunaanza ibada au tunaingia live inajaa Wakenya. Wakenya wanatamani kitu kiwe kwao, na mimi nawaahidi nitakipeleka Kenya. Watumishi wamenipigia wengi, wengine wametoka US, wengine Kenya, mpaka Nigeria nimepokea simu, message ni nyingi sana. Biblia takatifu imeandika kuhusiana na imani. Ukisoma Waebrania 11:1 inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwenye dunia hii wapo wanaamini kwenda kwa waganga ili waweze kufanikiwa zaidi. Pia wapo wanaamini kwenda vijijini kwa babu zao na bibi zao ili waweze kuombewa na kufanikiwa zaidi. Ayo TV leo inakukutanisha na binti Mtanzania aitwaye Maria Wilson Mwampanga, maarufu kama Chido, aliyeokoka na kumpa Yesu maisha yake. Imani yake ni kubwa sana kwa Mungu. Biashara yake imefanya kuwa kivutio cha watu wengi sana, na ni baada ya kufungua saluni ya kike na kufanya maombi akisifu na kuabudu yeye pamoja na wateja zake. Baada ya wengi kupenda anachokifanya, Ayo TV imemtembelea Chido saluni kwake na kutaka kujua zaidi kuhusiana yeye pamoja na biashara yake. Karibu tuyasikie mengi kutoka kwake. Mimi ni Steve TZA. Mimi naitwa Maria Wilson Mwampanga. Chido ni jina langu, nilikuwa natumia zamani, nickname tunasema tu. Yes, kwa nilivyoona majina ya Mary kwenye biashara yako mengi, nikaona kwa nini mimi nisiweke tofauti, mtu hataki kupata na kupata kiurahisi. Kwa hiyo nikatumia Chido Point. Mimi toka nasoma na suka, nilikuwa na kipaji hicho na nimekigundua mapema na nikaanza kukitumia mapema. Kwa hiyo toka nasoma na suka, nimeanza chuo na suka, na nilikuwa napenda biashara of course. Kwa hiyo toka nipo chuo, nikaambia baba naomba msingi kidogo na idea ya biashara saluni. Babangu naye alinipa. Kwa hiyo nikafungua saluni huku nasoma chuo Kampala, nilikuwa nasoma pharmacy. Mpaka natoka pale namaliza chuo. Naona ni biashara ambayo sio mbaya. Kwa hiyo nikaendelea nayo mpaka leo na saluni. Chido anasema mpaka anafungua saluni yake alifeli zaidi ya mara 4, lakini ya kuchoka akaanza na mtaji wa $6,500 peke yake. Nilianza saluni ya kwanza hiyo nilivyokuwa nasoma, nilivyomaliza nikafungua tena saluni Tabata, ikafa, nikafungua saluni Bonyokwa, ikafa. Hii ambayo imetengenezwa na misingi ya Chido Point, nimeanza na msingi wa $650. Nilitumiwa na dada yangu, nikamwambia mimi nataka tena nijaribu saluni baada ya kuanguka zaidi ya mara 4. Hapa anatueleza changamoto anazokutana nazo kwenye biashara yake ya saluni. Changamoto ni kukosa wateja. Hiyo ndio changamoto kubwa kwenye biashara yoyote, unaweza ukaanguka ukarudi nyuma. Ni kukosa wateja. Unapitia changamoto, yani unakuta siku nzima umemhudumia mteja mmoja, umehudumia wateja 2, ukiangalia kodi, vifaa vinakuwa vikizi mahitaji. Unasema ngoja nifunge, nijaribu tena kwenye sehemu nyingine.
Kufanya maombi kwenye kazi ni jambo la kawaida. Watu wengi huwa wanafanya hivyo, kuanza kazi na maombi. Lakini kwako imekuwa tofauti kidogo, hasa video zako kwenda viral, Tanzania kuziona, wengi wamependa unachokifanya. Ile ilianzaje? Yani ilikuwaje mpaka kufanya vile maombi, na ikiwa unaendelea na huduma ya kuhudumia wateja ukiwa unawasuka na unaonekana kabisa na wao wanashiriki kwenye maombi? Kwanza cha kwanza ningependa Tanzania wajue, mimi kwanza nimeokoka, nampenda Yesu toka zamani. Yes, kwa hiyo hii haikuanza tu ghafla, ilikuwa imeanza muda sana. Sema tulikuwa tushare wala tuposti kwenye mitandao ya kijamii. Tulikuwa tunafanya huduma tangu na saluni Kimara, nimehamia hapa Kimo, leo nipo Kona, huwa tunaimba. Sasa ilitokea kuna mteja wangu alikuja, na huyo ni mdogo wangu anaimba kwaya, na napenda sana anavyotoa huduma. Kwa hiyo nikasemaje, kwa nini tusiweke biti ukapita nayo tu, tusiweke muziki wa kawaida? Akasema sawa. Tukajikuta tumeanza kusuka, tumeanza kuimba, tumeanza kuingia uweponi, na wateja waliokuepo muda huo walifurahia kile kitu. Nilivyoposti kwa mara ya kwanza, video ikaenda viral, nikaona watu wameipokea vizuri, nikasema basi sasa hivi kitu kipo official tayari, Mungu mwenyewe anaonekana kwa watu wake. Okay, na ni kawaida kwa siku zote za juma kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili mbona mnafanya maombi muda wote, ama labda kwa siku unakuwa na siku special kama Jumapili tu mbona mnafanya? Sisi tunafanya Jumapili pamoja na Alhamisi kuanzia jioni saa 11, saa 1 mpaka wateja wanapoisha. Okay. Hiyo inashirikisha wateja wanaokuwepo eneo hilo, au labda kunakuwa na kikundi cha watu mnafanya maombi? No, ni wateja wanaokuwepo, na sisi mara nyingi watu tunatumia kuimba tenzi. Sisi tunaimba tenzi sana. Yani tenzi zina kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaimba tenzi wenyewe. Unajikuta katikati yenu unaona mteja mbona kama ana kitu. Unamuuliza vipi muimbaji? Unakuta mteja anakuambia ndio muimbaji. Unampa tenzi, anaimba, na kama mnavyoona mtu mmoja anaweza kawa na control. Sio kikundi, ni wateja wetu hapa hapa. Wengi walitamani kujua wateja wa dini nyingine wakifika kwa Chido huduma zake inakuaje, na huku maombi yanaendelea. Hapa Chido anatuelezea zaidi. Namshukuru Mungu, ofisi yangu kubwa ina vyumba vingi. Kwa hiyo kabla ya kuanza hiyo ibada ya kusifu na kuabudu, huwa tunatembea kwa wateja wote, tunawauliza uko comfortable na tunachokifanya. Wengi Waislamu wanakubali, nisiwe muongo, ni Waislamu lakini anakuambia mimi niko comfortable na napenda. Baadhi ndio wanasema hapana, mimi siko comfortable, au pengine mnavyoshare mimi sitaki kuonekana. Kwa hiyo huwa nawatoa hapa na wapeleka room ya VIP, ama kuna chumba kule kinaitwa Mali Asili. Okay. Sawa. Na vijana wako, kuna vijana wengi hapa. Ndio. Almost labda unaoshiriki nao kwenye ibada hapo kufanya nao kazi. Unaweza kufika ngapi? Na watu kama 28 hivi. 28. Ndio. Okay. Labda una ndoto za kufungua huduma? Au kuna mtu anakushauri unachokifanya bwana unaweza kufungua huduma? Au ushauri kweli upo mwingi. Kwa nini usifanye hivi? Mbona kama una kitu? Lakini mimi naamini hizi ni huduma za kiroho. Mungu mwenyewe ndo anatakiwa aseme na wewe, wala si watu. Kwa hiyo ikitokea Mungu amesema na mimi kitu, tafanyika, ila kwa sasa hivi hapana. Labda niongeze tu sehemu yangu, maana siku ya Jumapili kunakuwa hakutoshi. Unakuwa watu wengi hapa. Watu wengi na wanataka huduma hiyo. Kwa maana ile inakuwa ni ibada kabisa. Tunaomba Mungu wetu anaketi katika sifa. Waabudu halisi watamuona Bwana. Kwa hiyo tunapaka unaona watu wanakuwa very emotional kwa sababu tunaabudu kabisa kwa kumaanisha. Wanawake wana mambo mengi sana kichwani. Yes, kwa unapomhudumia huku unampa nyimbo kama zile za kumfariji, tunamuona Mungu. Tunamshukuru sana.
Kama umesema inakuwa ni ibada kabisa na watu wanashiriki Jumapili hapatoshi, ina maana inahusisha na sadaka, watu wanatoa kabisa sadaka wanamtolea Bwana? Hapana, sadaka zao ndio hizo hela za kusuka. Si ni ibada, kwa hiyo walikuwa wanatoa sadaka. Si wanalipia kusuka. Ndio watalipia tu kusuka, hiyo inatosha. Okay. Kwa mara ya kwanza anasema watu walikuwa na mitazamo tofauti mara baada ya kuposti video akionekana anafanya maombi kwenye saluni yake. Kwa mara ya kwanza haikuwa rahisi. Hata ukipitia kwenye comment za video za kwanza, yani watu fulani watatupoteza, watu wa dini fulani watatupoteza. Hiyo sio biashara. Biashara haitaki kitu kama hicho. Yani watu kabisa yani walikuwa wananikatisha tamaa. Ningekuwa labda sio Mungu mwenyewe ndo ametaka kujiinua, ningekuwa nimeshaacha. Comment ni nyingi sana. Kwa hiyo watu wa dini tofauti na wewe inakuaje? Hiyo sio sawa kibiashara. Paka wengine watu wa karibu kabisa wamenitumia voice note, ushauri na kushauri usiposti unavyokuwa mnaabudu, msiposti, watu unawapoteza wengi. Sema kwa hiki kitu mimi naamini ni Mungu mwenyewe wala si akili yangu. Kwa Mungu mwenyewe ndo ameniinua kupitia hiki kitu. Naona nimepata mafanikio zaidi tofauti na nilivyokuwa siposti. Hujapokea simu ya mtumishi yote kukupigia, kukupongeza kwa hicho unachokifanya? Yani cha kwanza niwashukuru Watanzania zangu, nawashukuru, ila Wakenya ni wananisupport. Hata tukiwa tunaanza ibada tunaingia live inajaa Wakenya wanatamani kitu kiwe kwao, na mimi nawaahidi nitakipeleka Kenya. Watumishi wamenipigia wengine wametoka US, wengine Kenya, mpaka Nigeria nimepokea simu, message ni nyingi sana. Ndio. Okay. Wito wako ni nini kwa wale ambao wanafanya biashara, wengine wana umri wako kabisa, wanada kama wewe, tumeona wamefanya kwa tofauti wewe. Ndio. Umeanza na Mungu na unaendelea kumaliza na Mungu. Wito wako nini kwa wafanya biashara wengine? Wengine wanafanya saluni lakini wanafanya vitu vingine lakini wapo kama wewe binti pia. Wito wako nini kwao? Cha kwanza mimi ningependa kuwashauri wamtangulize Mungu kwenye kazi zao. Cha pili, wengi hiki kitu changu wanakiita ubunifu. Unajua ubunifu umekaa chini, umekaa na kamati kwamba tunataka tufanye kitu hiki kwa ajili ya kuongeza wateja. Si ndio? Lakini sio ubunifu. Mimi naona kama ni wito wangu. Kwa nachowashauri mabinti wenzangu na vijana ambao wana biashara, kitu chochote ambacho unauiwa kukifanya na moyo wako umepata amani, kifanye, usiogope comments za watu. Ingekuwa mimi leo nimeogopa comments za watu kwamba nitawapoteza watu wa dini fulani, pengine ningekuwa nimeacha. Lakini kumbe hujui Mungu ana njia zake tofauti na unazofikiria. Pengine mimi nilikuwa nafikiria nikisuka vizuri sana nitajulikana kimataifa, lakini Mungu kaja kunipa kwa njia nyingine kabisa. Na sifu na abudu, mataifa amenijua kwa sababu nimepokea simu nyingi kutoka nje, nyingi sana. Nilipomuuliza kuhusu wafanyakazi wake, akasema yeye hachagui dini wala kabila, anafanya nao kazi wote bila shida yoyote. Cha kwanza wewe tu unajua kusuka, hiko ndo cha kwanza. Mimi tabia tutazibadilisha hapa. Kuna watu walikuja hapa, wenyewe ni mashuhuda. Taratibu wanajikuta mpaka juzi bodaboda yangu amesema nimeokoka, nimeacha mimi kila kitu kutokana na ibada ya juzi. Kwa hiyo tayari tuna ushuhuda hapa. Ndio. Kwa hiyo kijana pia hata Muislamu anaweza kumpa nafasi. Wapo wengi na wanaimba tenzi wanazijua sasa hivi vizuri sana. Wapo mumu. Moja posti yako ilizungumzia kuhusiana na mavazi, kaenda viral zaidi, watu mbalimbali wakajibu. Kuna mtumishi alijibu ile. Kwako kama wewe Chido, unaizungumziaje ile post na yale majibu baada ya kujibiwa? Cha kwanza mimi nilitoa tu jinsi ninavyoona mimi maono yangu. Sikuuliza swali. Mimi nilisema sikuuliza swali. Kwa hiyo kama kuna mtu amejibu, yeye anajua amejibu nini. Mimi sikumuuliza mtu yote swali. Mimi nilisema kwamba watoto wa kike tujitahidi kuwa na stara tunapoingia nyumba za ibada. Sawa, maana imekuwa too much sasa hivi. Kuna nyumba za ibada unaona kama vile yani ni klabu. Ndio nikawa na show watoto wa kike, vaini hivi na hivi. Kwa hiyo of course nimetagiwa, nimeambiwa umejibiwa. Kwa mimi sijui kama niliuliza same swali mpaka yeye amenijibu, ila mimi nitaendelea kusimamia misimamo yangu. Watoto wa kike tunatakiwa tuvae vizuri kwenye nyumba za ibada. Ikiwa wamenichukia, wameona nimeongea vibaya, it's okay, kwa sababu sikumlenga mtu wala sikulenga nyumba yote ya ibada. Mimi nilitoa tu in general watoto wa kike wote. Kwa kama ni kuna mtu amejibu, wanasema kwamba ukirusha jiwe gizani litakalompata, basi nimetoa kiatu aliyekivaa ni size yake. Hivyo nyumba za ibada zimekuwa sasa hivi watu wanaenda wanavaa wanavyotaka, wanavaa wanavyoona. Ndio watumishi wengine wamekubaliana na hicho kitu. Hiyo inaleta madhara hata kwa wasichana wengine ambao ndio wanaingia kwenye wokovu. Unakuta mtu
ametamani kuja kusali baada ya kuona kwenye mitandao, anaingia nyumba yenu ya ibada, kuna tabia mbaya anaanza kujifunza umo ndani ya nyumba ya ibada. Yaani umeenda kanisani upone, matokeo yake ndio unabeba sasa vile vitu vingine. Unakuta mtu ameenda na vazi zake vizuri, hasa anakuta mbona watu nimeingia huku watu wapo kijenzi zaidi, anaanza hata kubadilika sasa. Mshangaa mzazi, mtu ameenda kanisani au ameenda kwa vitu kama hivyo, nguo ambazo hazina maadili hazifai kwenye nyumba za ibada. Mimi nitasimama hapo, mvua inyeshe, jua liwake. Okay. Wengine wanaweza wakasema hicho ninachokifanya ni labda mambo ya kibiashara, promo zaidi. Je, ni kibiashara ama Roho wa Bwana amekuongoza? Na kama Roho wa Bwana amekuongoza, je, hicho ninachokifanya kimeongeza watu au kimepunguza watu? Cha kwanza hiki ni kama nilivyosema, Roho wa Bwana ameniongoza. Hatukupanga kwa sababu ya promo ya biashara. Naweza nikakupa pointi. Nimekwambia mara ya kwanza na posti video, comments zilikuwa nyingi za kwamba sio kitu kizuri kutokana unaharibu biashara. Biashara yako wewe inachukua watu wa aina mbalimbali. Na ukiangalia biashara ya saluni, watu wanaosuka sana ni wale wadada ambao, nadhani umenielewa. Yes, wa mjini. Kwa hiyo unaweza ukawakosa. Umeona, ingekuwa ni nyanja ya kupromote biashara yangu, ningesema hapana, acha ni stop. Lakini mimi nilikuwa nimesimamia msimamo wangu kwamba mimi nitafanya, naamini Mungu mwenyewe kama ni wa kwangu atakuja, maana Mungu anawajua walio wake, na mimi Mungu anawajua wateja wangu. Kama nitawakosa wengine basi it's fine, najua nitawapata. Kwa sio kwamba tumepanga sisi tumekaa management hapa tunaanza hiki kitu rasmi kwa ajili ya kuvutia wateja, wakati mnaona hiki kitu kwa upande mwingine kinaathiri. Sidhani kama kuna management ya aina hiyo. Cha mwisho kumalizia kwa wale ambao wanakuangalia TV na miladi yao, ukipenda kumwambia nini? Mimi napenda kuwakaribisha, karibuni saluni kwetu. Tunatoa huduma zote, tunasuka nywele mitindo yote. Siku za Jumapili tunakuwa na hiyo huduma ya kusifu na kuabudu. Dini zote msiogope, tunahudumia dini zote. Na kama uko comfortable na tunachokifanya, tutakuweka chumba kingine. Karibuni sana. Chido, mimi nashukuru sana kwa time yako. Mungu akubariki zaidi na aendelee kukuvusha kwa kile unachokifanya, wengine wakamjue Mungu kupitia kwa hicho unachokifanya sasa hivi. Amina. Okay. Baada ya kuzungumza na Chido, nikapata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, ambaye yeye ni naibu waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambaye yeye alikuja kama mteja na alikuwa na haya kusema kuhusiana na Chido Point. Bado niko Chido Point na nimepata nafasi nzuri ya heshima kukutana na Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, yeye ambaye ni naibu waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Amekuja kupata huduma hapa. Tutapiga naye story 2-3 na kuyafahamu mengi kutoka kwake. Mheshimiwa, heshima yako. Salama tu, hongereni na kazi. Salama kabisa. Kwanza naona ndo napita kitaa kwa kitaa. Mmetisha. Kwanza ndo unaanza hapa, lakini naona unaendelea kupendeza zaidi. Hongera sana. Asante. Okay, tunafahamu mkiwa kama viongozi, mkiwa serikalini huwa huduma kama hizi mnafanyiwa nyumbani na vitu vingine. Tuanzie hapo, ilikuwaje wewe kutoka paka kuja kufuata huduma hapa Chido Point? Ni kweli kuna ngazi fulani hivi ya uongozi ukifikia unaweza ukaita huduma nyumbani. Lakini mimi napenda kuwatia moyo mabinti, vijana, hata wa kiume ambao wanaendelea kujitafuta kwa kasi. Kwa hiyo nimekuwa nikimsikia Chido Point kwa muda mrefu. Nilitafuta nafasi ya kuweza kumfikia. Haikuwa rahisi, lakini siku ya leo ndo nimeweza kupata hiyo nafasi ya kufika hapa. Kwa hiyo ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Chido Point. Lakini nimekuwa tu nikisikia na kuona kazi zake, na kwa sababu ni sehemu ya shughuli ninazozipenda. Saluni mimi hivi napenda. Kwa hiyo nikasema nije nimtembelee, lakini pia ninawezesha mabinti kwa sababu mimi pia nina saluni Mbeya. Kwa hiyo ninawezesha mabinti kupata ujuzi mbalimbali, wana kuchanganya ujuzi. Kwa hiyo nilikuja, lengo ni kuona kwamba nimeleta binti ajifunze, lakini pia anipe mabinti ambao wamesha graduate, wanajua kazi nzuri, ili pia tuweze kwenda nao Mbeya kuendelea kwenda kuboresha kazi za ususi, kazi za saluni. Ulipofika umesema leo ni mara yako ya kwanza kufika. Je, huduma haki umeionaje? Kwa kweli ninawapongeza sana.
huduma ni nzuri. Kuanzia mapokezi, nimetembelea pale ndani, naona wasusi wapo wengi, waliokuja kusukwa wengi. Nimekuta hapo nje wanaendelea kufanya mazingira yanaendelea kuwa rafiki. TV na Millardayo tumefika kwa Chido Point baada ya kuona kazi zake anavyozifanya. Sasa zile video zake iko anafanya maombi, anashirikiana na wateja na staff wake. Sasa imekuwa kitu kizuri pia na watu wengi wamekipenda, na kwa mitandao ya kijamii comment zimekuwa nyingi nzuri. Kwa kweli kama naibu waziri unazungumziaje huduma hii anayoifanya, na akiwa amemweka Mungu mbele zaidi na kufanya ibada kwenye eneo lake la biashara? Okay. Kwanza amejitofautisha na anafanya kitu kizuri sana. Wengi naamini watavutika. Ambao watakaraishwa huenda ni wachache sana, ambao katika comparison unaweza kujikuta kwamba wanamezwa. Kwa sababu kwa dunia tulionayo kwa sasa hivi, kwanza tunafurahia kuwaona vijana ambao wana hofu ya Mungu. Na yeyote mwenye hofu ya Mungu tunaamini atafanikiwa zaidi. Lakini vile vile napenda kumtia moyo. Hii sio ya kawaida. Nimetoka kuongea naye muda sio mrefu, nikamwambia una kitu ndani yako. Ninaiona huduma ndani yako. Kwa hiyo sio tu kwamba wana practice hivi kimazoea, lakini ni kwa sababu ana kitu ndani yake. Yeah. Lakini nikiweza kuongea kama naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, hawa wafanyabiashara ndogo ndogo ni sehemu ya kazi yangu pia. Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima anapenda sana kuhakikisha kwamba tunawafikia na tunafikisha huduma huku chini. Anasema kazawa kwamba kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo pia ukisema uite msusi nyumbani, unaweza ukakosa kutoa fursa kwa wengine. Kwa hiyo katika Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, lile neno kundi maalum ni pamoja na hawa wasusi. Ni wasusi, mamantilie, wale matchingers, biashara ndogo ndogo zote ambazo mtu anakuwa na mtaji wa chini ya milioni 4. Hao ndio kundi maalum ambalo sisi kama wizara tunalishughulikia. Kwa hiyo hapa leo niko kabisa kwa watu mahususi ambao tunapaswa kuwatia moyo, kuwaonyesha fursa, kuwaambia nini zaidi serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inaweza ikawafanyia. Kama hawa wanatakiwa kuwa na kitambulisho cha mfanyabiashara ndogo ndogo, kisha wanapewa mikopo ile ya wafanyabiashara ndogo ndogo. Na hizo fedha zinapatikana katika benki ya NMB kwa sasa, na riba yake ni 7%. Kwa hiyo unaweza kuona ni asilimia ndogo sana. Kwa hiyo inamwezesha huyu kuendelea kukua. Wafanyabiashara ndogo ndogo wanaweza kusaidika. Kwa kumalizia, mheshimiwa, misuko iko mingi. Wao umeuchagua huu na unaitwaje huu? Kama unavyoona muonekano wake, unaona kama una stitches, una macho hivi yanaonekana. Kwa hiyo huu msuko unaitwa stitches, na kwa kweli nimeuchagua kwa sababu nisikae chini muda mwingi. Nina majukumu mengi, kwa hiyo kukaa muda mwingi hapa na hisi siwezi. Kwa hiyo hii ni ndani ya dakika 45 hivi unakuwa umemaliza. Ndio. Mheshimiwa, sina kushukuru sana, endelee kupendeza, Mungu endelee kukubariki zaidi. Amina, tubarikiwe sote. Asante sana.